Baba. Naam mwanangu. Niulize. Nimekaa na yeye muda wote huu. Na hujai nionyesha mamangu. Kwani yuko wapi? Mwanangu, swali lako ni zito na ni rahisi kulijibu. Ila lanikumbusha mbali sana mwanangu. Kwani ni kipi ambacho kimekupelekea leo mpaka kuona afadhali uniulize hivyo mwanangu? Napenda nijue baba, ili nipate faraja ya moyo wangu. Mamako ni miongoni mwa wale waliouliwa na simba katika msitu wa Shakahola. Wakati wakitafuta kuni kwa ajili ya msiba wa babu yako alikuwa akiitwa Zanga Zanga. Hukumuona pia huyo? Mama. Sikukuona mama. Usilie mwanangu, usilie. Vumilia na umuombe Mungu mamako huko aliko. Kwani ukilia wazidisha huzuni na uchungu. Hata mimi pia wanitia huzuni, wanikumbusha mwanangu. Vumilia. Kula chakula. Kaka, kila siku anaua upanga wako. Hakuna siku nakuona na jembe. Umepata shamba au limea tu vipande? Wewe. Hilo ndo swali la kuniuliza mimi hilo wewe. Nifuate siku moja ukajue kazi ninayofanya mimi. Sijui kama umeanza kazi ya uhuni kakangu. Funga mdomo wako. Halafu ngoja upate mume akuoe. Ndo muuliza maswali yako kwa kijinga hayo. Damn it, kunguru kiwete wewe. Ingia ndani mwanzo huko. Ama nipite naye sasa hii. Nyindo wa mata kumkazia hapa. Damn it. Sikiliza mwanangu. This time hatujafanya kazi ya maana kabisa. Na yote yanasababishwa na Karisa. Maana ndio kiongozi wetu anafaa kutupanga kazi. Sasa basi. Akijua hii kazi haiwezani nayo, atuambie mapema na sisi tujipange. Aswa hapo ushasema bro. Hebu mvutie kodi atupe mchongo.
Karibu dadangu, kae. Asante kakangu. Kwema utokako? Alhamdulillah, kwema. Vizuri. Asante. Kakangu, mimi nimekuja nikushauri kakangu. Nishauri? Mimi nataka uoe. Toka mkeo aondoke katika dunia ni muda mrefu. Naona mtoto ameishi upweke bila kuwa na mamaye. Ushauri wako ni mzuri. Ni kweli nimeishi muda mrefu bila ya mke, na kuoa ni wajibu, lakini tatizo la hivi sasa kumpata mke mkamilifu ni mtihani. Manake kila umuonaye vingi vimbele, kila umuonaye vingi vimbele. Na mimi kama unavyoona, mimi na mwanangu nizunguke nipate, tuje tule na mwanangu, nikose tulale. Je, yule nitakayemuoa atayaweza haya? Kaka, kwani unataka mke aina gani? Mimi dada, wala hata sisumbui. Mke nemtaka mimi, nataka mke mjane, aliye na mtoto mmoja, mwenye hifadhi ya dini, atakayenipenda mimi na mwanangu kama nitakavyompenda yeye na mwanawe. Sawa kakangu, nimekusikia. Ikiwa utaweza kunisaidia kwa hilo, basi hewala, mimi sina tatizo, niko tayari. Inshallah kakangu, kama mimi dadako nitachukua jukumu kama hili. Inshallah. Basi itakuwa ni vizuri dadangu, na nitafurahi pia utakuwa umetoa katika majanga haya kuishi bila mke. Sawa kaka, utapata. Asante. Hivi mimi nilikuwa natoka, basi nianze mihangaiko yangu hivi sasa. Haya kakangu, pia mimi sina muda kukaa hapa. Karibu, kae na mwanao. Kadi rafiki yangu, mbona siku hizi una furaha, una huzuni, una nini? Rafiki yangu, nikwambie, maisha nayoishi na kakangu ni mazito. Yaani natamani, naomba Mungu anijalie na mume mwenye atanistiri mimi na mwanangu. Heri leo unataka kuolewa wakati mimi wangu ashanishinda dadangu. Wamaanisha nini ukisema hivyo? Mbona sikuelewi? Wala olewa dadangu, Kadi, olewa sio sababu kwako. Haya, wataka tajiri ama maskini? Yote yule Mungu atanipa. Bora tuishi kwa amani. Haya, bora uzima. Haya, bora kitende. Tuko sawa. Sawa. To. Kabisa kutuganyia. Sasa ganyeni kila kitu sawa kwa sawa. Umenielewa? Lakini chakula mimi msinihesabu. Tusikuhesabu vipi kiongozi, wakati wewe ndio mwenye kututuma kila kitu huko? Ndio nimesema msinihesabu, nimefunga sunna. Funga sunna? Leo mimi ndo nimefunga sunna. Na huenda hii sunna ikaniokoa mbele ya Mola wangu. Kiongozi, kwa hiyo unamaanisha vitu vingine pia tusiganyie? Umefunga sunna pia? Oya, wewe bwege nini wewe? Alafu nyumbani kwangu watu watakula nini? Kiongozi, si watakula sunna? Watakula sunna? Nisikilizeni, tena mnisikize kwa makini. Mkileta ujinga hapa, mtatosha kusoma. Kiongozi.
Karibu kakangu. Jambo dadangu. Habari za muda? Neno. Dada, siwajua tena damu ni nzito kuliko maji. Ninasema leo ngaa kidogo. Karibu. Nimtembelee dadangu na mimi. Karibu. Mbona majiraha tena kakangu? Kama ushaanza kwa mlevi kaka. Kwa kuwa huna mke kakangu. Si hivyo dadangu. Ni hayo mahangaiko ya kutafuta riziki. Huku mara huku. Siwajua tena kazi yangu ya kuzunguka. Lakini sasa kuna hao vibaka na wabakaji ndio walionifanya hivi. Wamaanisha nini? Dada, namaanisha nilivamiwa mimi, kaporwa, nikaumizwa. Hata ndio hivi unavyoniona mkono huu. Fanyeje dadangu? Pole kakangu. Hodi. Asante. Karibu. Acha na mimi hangaika. Nakuona mwana biashara. Huyu ni kakangu. Basi dada, mimi naondoka. Haya kaka. Haya. Nipata ugeni dadangu. Haya. Baki salama dadangu. Haya. Jamaa nashika simu. Halo. Salama kiongozi, vipi uko poa? Bana bosi bana, tumetulia sana mwanangu, atuelewe mchongo ni vipi, kazi hatupati. Unaona tuna wasiwasi bana. Kuendaje bana? Sawa basi bwana, kwa sababu yeye pia mwanangu Kombo hapa yani hanipi nafasi, kila masaa nikutafute. Tupe mchongo bana bosi. Haina maneno bosi. Hujambo? Sijambo. Za muda mrefu. Sema neno hofu kwako. Haya, nipe habari zako na kutoka vijijini. Siwaelewa tena. Hapa ndo kwao, habari zote za vijijini. Niambie dadangu. Huwa mjua Kadi? Kadi yule akina Karisa? Kadi huyo akina Karisa. Ana nini tena? Yake makubwa, yani hata ninapoyasema hivi ninakwambia, lakini usiyabebe. Yani yache hapa. Nipashe. Sina nijualo naliponiona hivi. Si yasema kuwa eti yatafuta mume, maana kashachoka kuketi kwa kakake pale. Yataka mume atakayemstiri yeye na mwanae. Makubwa, mimi nilivyoyasikia yani nilisema lazima nje nikupatie. Uyasikie. Hebu niambie Tena yasema kuwa hajali kama mume ni tajiri ama maskini, bora tu amstiri yeye na mwanae. Basi wacha nikwambie. Hivi unavyoniambia mimi hapa unapotoka. Tuyawache hapa. Usiyabebe. Nitakapoyasikia nitajua ni wewe shoga. Basi mimi si nimekuja kukwambia wewe. Haya, wewe ukiyabeba sasa. Nakwambia ndo maana nakupenda. Shangazi, shikamoo. Marahaba mwanangu. Je, nitamkuta babako? Ndio, yupo ndani baba. Karibu. Asante. Ni dadangu huyo. Ni mimi kaka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari za muda? Sijambo. Za utokako huko? Hakuna neno hofu kwako. Mbona ghafla namna hii? Kwema lakini utokako? Kwema kakangu. Uje wangu kwako. Naam dadangu. Ulikuwa ushapata mke. Nimpata mke? Alhamdulillah. Shangazi, mama mdogo. Kabisa mwanangu.
Oh, umekaa hapa una kazi kwani uko ndani? Kakangu si hivyo. Nina jambo nataka nikwambie. Jambo la kuniambia? Bora lisihusiane na kazi yangu ninayofanya wewe. Maana napenda sana kuniingilia ingilia. Haihusiani kaka. Oh, jomba. Leta kibao hapa. Unapofanya fasta sina muda. Sawa? Niambie. Kakangu. Oh, si uongee, mimi sina muda wa kupoteza hapa. Sasa kakangu ni hivi. Mungu amenisaidia, nimepata mume anayetaka kunioa. Na hivi karibuni atakuja kujitambulisha kwako. Mbona Fuli? Dadangu mbona moto kukoa? Fuli? Mimi sina pingamizi dadangu. Mimi sina wasiwasi, sina pingamizi mwanzo. Mwanzo utakuwa la kwanza. Umenisikia? La kwanza. Umenipunguzia gharama zako hizi. Unasikia dadangu? La pili, utakuwa pia maswali yako kijingajinga hao, utakwenda muuliza mumeo huko nyumbani. Atakuwa ameniondokea. La tatu dadangu, mimi nakuombea salama, bora salama, nakuombea Mungu uende salama. Sawa, asante kakangu. Unaelewa dadangu? Lakini bora mmependana. Pendana tupendane kaka. Sitaki baadaye mzungoni alafu mniletee kesi hapa, nitaondoka na kichwa cha mtu mimi. So unanielewa tena, mimi sipotezee. Umeelewa? Fuli, basi kaosha vyombo cha uvivu huko. Hivi umepita ukazunguka huku na huku mpaka ukaenda pata ukajua huyu ndiye anemfaa kakangu huyu? Ndiyo kaka. Mimi nimeangalia umri wako, ushakuwa mtu mzima. Maisha ya sasa hivi nikaona heri nikutafute mke. Alhamdulillah, mimi nashukuru dadangu, maana nikaa miaka bila mke. Na hivi sasa nilikuwa tayari, Ramadhani ishaingia hivi sasa. Nitaifunga bila mke. Nakwambia ufanya jambo la maana dadangu. Kwanza dadangu, Allah akupe umri mrefu. Amin. Akuzidishie kila la kheri, akuepushe na kila shari. Amin kaka. Kwa kunitafutia mimi mke, kwani nani mwingine sipokuwa dadangu? Mtu ni Alhamdulillah. Nashukuru mwanangu. Umesikia maneno mwanangu? Na wewe utafurahi ingawa huzuni itakuondokea. Msaidie shangazi yako na maji ya kunywa. Bro. Oe. Ni mbaya bro. Mbona kuna mawazo mengi hivyo? Shida nini? Mwanangu, mimi naona tunakuelekea na hii kazi yetu ya uwizi tutapotea ndugu yangu. Sasa suluhisho hapo ni lipi? Kwa sababu ni kweli tumeanza wizi kitambo bro. Sijaona mafanikio yake. Na isitoshe tunajibebesha madhambi kwa Mwenyezi Mungu na kujipa sifa mbaya mtaani. Nisikilize mwanangu. Mimi nakushauri Kombo, tuachane na uwizi kabisa. Tuachane nao kabisa. Okay, sawa, tuweza acha uwizi ndio. Je, vipi kuhusu kiongozi wetu? Atakubaliana na maamuzi yetu? Kombo mwanangu, kuhusu kumweleza ni jukumu letu sisi kumwambia, ila akubali akatae, kila mmoja atabeba msalaba wake siku ya mwisho mwenyewe. Lakini cheki bro, sio na mawazo mengi sana.
Karibuni, salamu alaykum. Salamu. Karibuni. Karibuni tena sana. Asante. Karibuni kakangu. Naam. Huyu ndio yule mume wangu nilikwambia. Amekuja leo kujitambulisha kwako. Mume wangu. Huyu ndiye kakangu. Amenilea mimi na mwanangu. Nafurahi sana mtoto wangu. Tumetekeleza ahadi kama nilivyokuapia kwamba tutakuja tujitambulishe. Nimekuja na dadangu huyo. Karibu. Kuja kujitambulisha kwa kaka. Na leo basi ndio siku imeshafika. Kwa hivyo mimi sina pingamizi. Mimi niko tayari kakako kuwa shemeji yangu. Na niko tayari wewe kuwa mke wangu. Na hata mwanao niko tayari awe mwanangu. Dada, yule mke angekueleza kwamba nimepata. Basi ndio huyo hapa. Kakangu. Kama mke ni huyu ndio aliyemchagua. Mashaallah. Mchagua. Ni kheri. Karibu. Asante. Naam, na mimi nimekubali wewe uwe shemeji yangu, ila samahani. Samani? Samahani tena sana. Samani ya nini kaka? Ujua kama siku moja wewe pia utakuja kuwa shemeji yangu. Kwani mwajuani? Kama anavyosema kakako, mimi nimemsamehe mara 7 Ni kitendo kweli cha sikitisha, lakini yote nimeawachia Mwenyezi Mungu na nimemsamehe. Niko tayari yeye awe shemeji yangu, sababu kakako sijui labda ni kitu gani, lakini ndiye alikuwa wa kwanza yeye kunivamia na kunipora mali yangu na chakula cha mwanangu, lakini haya yote mimi nimeweka kando na nimemsamehe shemeji yangu. Asante sana. Shukrani sana. Sawa. Katana. Njoo.